What's up guys, they call me Kijana wa Onsongo and we're hanging out with Joy from Nairobi TV. Joy from Nairobi TV. Tuko hapa ndani ya Nairobi TV. Na niko hapa na Joy mwenyewe guys. Subscribe to this amazing channel. Hi guys, I want to pass my condolences to Tash. Tash, I know him in person. Na sijui Kanyari in person actually, but I know Tash, her husband dear Betty. Tash is from Dallas, Texas. Watu wa Dallas, tunastahili to support Tash. Tash anakuaga Dallas, Texas. Ni mkaaji wa Dallas, Texas. Anaendaga, ana come back after wali meet na Betty, so dio aka move, lakini anakujaga, anawaka, alafu anaenda home. Dio maana mnaonaga na Betty akikuja United States, anakaga kwa Tash, na Tash akienda, so because they were husband and wife. So may God strengthen you Tash. Na wenye niliona video ingine Kanyari akisema Tash hana pesa, na hata kama hana pesa alikuwa na make Betty Bayo, Betty kutoka Amit Tash amekuwa happy all the time. Amekuwa na expensive weeks zenye hakuwa nanunuliwa na Kanyari. Huyo ako na pesa nyingi, alikuwa anavalia expensive zenye Kanyari hakuwa nambaia wakiwa na yeye. So anyways, you can tell the difference between Tash na alafu mind zake zilikuwa more open za Betty kuliko fenye walikuwa na Kanyari. So kuna vitu different tunaweza ona na tunaona mapenzi yenye Tash alikuwa anampatia ni mapenzi ya ukweli. Walikuwa na travel all the time, hakuwa na travel wakiwa na Kanyari. Unaona Kanyari hata akienda Mombasa kudhabira hakunaga. So Tash alimpeleka places, walikuwa na travel together. So Tash ameumia sana. Ameumia sana kwa sababu ni bibi yake, alikuwa na yeye kwa nyumba, walikuwa na lala na yeye kwa kitanda moja, walikuwa na kula together, you know. So Tash anapitia a lot of heart na a lot of naomba tu Mungu amsaidie na kiroho yake Betty mahali pema peponi. Lakini ningetaka kusema hata kama mna celebrate, watu wanafikiria Kanyari ni the shit. Yes, Kanyari ni baby daddy, lakini hata Tash alikuwa baby daddy bado. Alikuwa anasaidia wao watoto, alikuwa together na hao watoto, alikuwa anawapenda kama watoto wake. Na Tash anapitia because kila mtu anasema Kanyari he is shit. Kanyari he is not the shit. Hata hakuwa anajua Betty ni mgonjwa. Kanyari hakuwa anajua kwa sababu walikuwa na life yao kado. So Kanyari ni baby daddy na lazima pia yeye anasikia uchungu kwa sababu lazima awe akisikia uchungu kwa sababu ex-wife yake mwenye alikuwa na wasaidiana na watoto na hawajawahi complain, hawaletagi vitu zao kwa online. Ndio Kanyari alikuwa karibu ateguke mdomo, pengine Betty akamwambia no, don't stop. So anyways, so walikuwa wanalea watoto wao pamoja vizuri na hawakuwa na makelele nyingi huku kwa mtandao, you know. Yeah, they were raising their kids very good na they have very nice kids and smart kids. So anyways, Kanyari anaweza kuwa anasikia uchungu kwa sababu ni bibi mama yake amekufa. But pia tusisahau na Tash ni yeye alichukua hao watoto. Kuna wazee wengi sana wanachukuaga wamama na hawataki watoto. Wengi sana wanasemaga kama uko na mtoto sikutaki. Alafu kama uko na mtoto wapeleke kwa nyanya yako ama wapeleke kwa mamako. Mimi sitaki kuwa na watoto, sio wangu. Na Tash hana mtoi. So unaona fenye alikuwa ameingiana na hao watoto ni kama baba, ni kama yani alikuwa ameingiana na hao watoto kabisa mpaka wanampenda, wanampenda sana Tash. So anyway, tukimourn about Betty, tusisahau kumwambia Tash pole sana kwa sababu ya kuaga kwa Betty, because hata ye ana heart to the max, yani ana heart kabisa guys. Oh my God,
ana hat. Hiram ni arahat. Hiram anataka shoulder. Wacheni kushida umeshika nani shoulder za Kanyari all the time. Hata za Hiram Tash lazima mshikilie Tash, my dear, kwa sababu ameachwa na bibi yake. My dear. So I wish to Mungu amsaidie na amtendee mema. Thank you.